mimi sitaki mtoto wangu aje kuuza tena hivyo vitumbua. Sawa. Kwa mimi nitafanya kazi tu kwa bidii kwa namna yoyote ili mwanangu asipitie ambayo mimi nimefanyaje nimepitia. Lakini hivyo siwezi kuwalaumu wazazi kusema kwamba labda kwa nini hawakutafuta kazi, hapana. Kwa hiyo ni moja kati ya njia ambayo wafanyaje wanachukua tu upite, uvuke ili ufikie malengo yako. Kama kawaida yetu jamani, wapenzi watazamaji, hapa tunazungumza na msanii anayefahamika Scholastica, wengi tunamfahamu kama Dynasty kupitia mishemishe za Fantastic Hustling. Tunazungumza naye kwa machache aliyokuwa nayo, tunashare kwa sababu ni mwendo wa kubadilishana mawazo. Endelea kufuatilia channel yetu Nova Plus TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kulike kwa sababu tunafuatilia. Ukicomment tunaona, tunafanya maboresho na wewe ndiyo mdau. Bila wewe hakuna sisi. Dynasty, kuna siku moja niliwahi kuuliza swali, ulikutana naye vipi Dynasty? Sikujibu kwa mapana sana. Niliwaambia tu mimi najuana na watu wengi. Man, surprise kila sana dakika. Ila nilitamani siku moja kama wewe mwenyewe uambie tulikutana vipi na tukafahamiana vipi na tukaaminiana vipi na kwa nini uliniamini? Kwanza mimi sikutana na director ni moja kwa moja hivi, bali nilipitia kwa wasanii wako, timu yako. Nishaikuona ameposti na akawa anatafuta watu jamani ambao wanajua kuigiza, fursa zipo, nafasi ipo. Kwa nikamcheki mmoja hapo, nikamwambia nimeona mtandaoni 1 2 3. Ananiambia ni kweli, basi mimi nitaongea na director alafu tutakupigia huyo. Kwa yani nakaa nasubiria simu mimi niite, yani simu tu iite. Na namshukuru Mungu kweli, na kama siku ya kwanza ya pili hivi kapigia, kanambia wapo location, njoo. Na director tu amekubali. Jamani, yani sijui nisemaje, lakini yani ninachohisi nadhani kuna wengi pia wanakifeel hicho. Yani nilijisikia furaha sababu it was my first time, yani kwenda kushoot. Imagine, yani siku ambayo nimeenda na ni siku ambayo nimeshoot. Yani nilipopata taarifa kuhusu wewe ni muda ambao nilikuwa nafanya kazi. Kwa hiyo ilikuwa rahisi sana, japo kuna wengine wao inachukua muda sana. Kwa sababu mtu anaweza kufuata leo wakati kuna miezi 6 mbele ndio uje kufanya kazi. Kwa hiyo muda mwingine mpaka anakukatia tamaa, unaona kama jamaa bora kama akanitua. Kwa hiyo kwa hivyo nashukuru kwako, nilikuwa yani kuna nguvu fulani ulipata kupitia hiyo hapo. Lakini sasa kutokana na majibu yako kuna swali linakuja. Swali liko hivi, ulikuwa unafanya shughuli gani? Ndio shughuli ambayo hiyo ndo shughuli yako ya milele na yani ile kutambulisha katika yani kabla ya hii hapa. Huko ni Mtwara, mkoa ni Mtwara, wilaya ni ya Newala, ni Newala mji. Karibuni sana, iko na Ngwala elimu. Karibuni sana. Asante sana. Mara chache sana mtu kuwa na shughuli kama ya kwako, kuajiriwa hapo akaweza kufanya sanaa. Kwa sababu wapo wanaoamini katika sanaa na wapo wasioamini. Unawaambiaje wao wanaohisi sanaa ni ukuni, na kama wana watoto wao labda wapendwa wao wanapenda sanaa wakawa yani hawapi ile support? Kwanza yani kusoma tu kila mtu anasoma. Sawa, yani kusoma tu kila mtu anasoma. Ila kuna mtu ana kipaji chake. Leo kuna mwingine anasoma lakini kipaji cha kuchora anakipeleka wapi? Umeona? Kwa mimi kwangu kwanza haini affect kwenye kazi yangu. Kwa sababu mara nyingi sana mimi kushuti ni muda ambao tayari nishatoka kazini. Saa 11, saa 12. Ni muda ambao mimi niko nyumbani tu na ni muda wangu mwenyewe. Kwa hiyo mimi haijanipa shida kuja kushuti. Lakini pia sana sio uone. Yaani nadhani haya mambo yalikuwa huko zamani, ila kwa sasa hivi utandawazi sana sooni. Sana ni kipaji, sana inalipa, sana ni hela. Kwa mimi nawashauri tu kama mtu ana kipaji, wazazi, hebu
sio tu kumwambia asome, hata anaenda kwenda kusomea sanaa na pia akatoboa. Kwao kuna maisha baada ya kusoma. Soma kupo mtu atasoma, lakini kama na kipaji chake mzazi hebu msimamie. Hiyo hapo ni kwenu wazazi. Kama ana kipaji chake jaribu kumsimamia na msapoti kabisa. Huo ndio ushauri ambao tunatoka kwa dada yetu Dines. Dines, tunakaribia kwa kuhitimisha. Kipi ambacho ni bora sana kwako tusichokifahamu? Mimi mchangamfu sana kwanza. Mimi ni mchangamfu sana na napenda kuongea na watu, na mimi pia ni talkative kwa mtu ambaye tu amenifahamu, lakini pia mimi na kadhalika kidogo ndani yake. Lakini pia mimi yani ukiona mpaka nimekudharau ujue yani kuna kitu umefanya yani hivyo yani zaidi ya binadamu ujue mbona amenichukuliaje. Lakini pia kisha tetempa. Hakuna mgeni wote amekuja kwenye timu yetu akakulalamika yani akasema Dines amenidharau hivi. Wote wanapenda na wanaishi yani wanatamani yani wanatamani waendelee kuwa na wewe vile, waendelee kuwa pamoja. Na najua hata nikiwa tunashoot hivi mara nyingi tunakuwa kazini. Ukiwa kazini watu wanakuwa wamepoa, ila ukija uchangamfu unaongezeka. Umeona? Kwa hiyo najivunia ile pale. Kwa hiyo swala dharau hiyo tuachana, ila vitu vingine wengine hawajui kama uko hivi. Mara kibao una mind kitu, mimi ndo najua tu Dines kama ila wengine hawakufikiri. Sasa kuna kitu kimoja napenda kujua, ni changamoto ya aina gani umewahi kukutana nayo hata kuisikia tena kwenye maisha yako kwenye maisha yako yote? Changamoto ni nyingi. Nakumbuka changamoto moja. Nakumbuka nimefaulu kidato cha 4 kwenda kidato cha 5. Unajua kuna maisha fulani mnaishi nyumbani, yani unaishi ile mpaka 7, form 1, form 2, form 3 mpaka unaenda form 4. Unaona tu maisha ya kawaida nyumbani, unachotaka unapata. Imefika nimefaulu sasa kwenda form 5 mwezi wa, maana tulikuwa tunaenda mwezi wa 7. Unafika mwezi wa 6. Yaani nyumbani unajua mama anakuambia ni mpaka sasa. Yaani hatujui unaendaje wewe shule. Unajua unakaa unalia, yani unalia. Hapo baba anakuja kumwambia mama, kumwambia hivyo mtoto atajisikia vibaya. Anaenda tunamwambia uhalisia, lakini unajua sasa tu kiki yani hatuwezi kuhold vitu. Kwa mama anaenda, bwana mimi ninachoona hapa kila tunavyohangaika yani michakato tunayofanya tunaona tunafeli. Kwa usivunjike moyo, hata mwaka huu ukienda mwaka ilikuwa inanikata. Alafu uko tayari ushakuwa na mavibe na wenzako leo tukanao kwenye kundi, mnaenda shule moja. Alafu leo wafuache. Kwa hiyo kitu iliniumiza, lakini Mungu ni mwema. Kufikia mwezi wa 7 japo nilienda kwa kuchelewa jua. Nimeenda ni siku 2 mbele ndio inakuwa ile deadline kwamba mwisho wa kuripoti fika shuleni. Kwa ile ni changamoto ambayo tamani hata mwanzo wa japitie, yani nitahaso tu kwa namna yote hiyo. Sawa. Ila pole sana. Japo changamoto yako ni pesa sana. Tutazama hapo kwa ndo kubwa yani kwa mimi ndio hivi. Tutazama na mambo hapo. Ila ni kubwa sana kwa sababu kuna muda unahitaji na unaamini kwa kile unachokihitaji. Kwa hiyo unapokuja inakuwa kuna namna inavyokuwa. Sasa Dines hustle imesimama. Aiendelee. Sasa mimi hapa ni shabiki wako. Nataka kuendelea kukuona. Unaniambiaje? Kwanza kwa sababu kabla hujaendelea bando tunatunza mpaka naisha yeye. Bali kabisa. Kwanza jamani, usikate tamaa. Vile ambavyo mmetupokea, unajua changamoto zipo. Changamoto ni sehemu ya binadamu. Kwa hiyo pale ambapo tutokea changamoto ndio maana mmetona tumesimama, lakini tunawaahidi tutakaporudi tunarudi kwa kishindo. Kwa hiyo tuzeni hayo mabando. Yanayokuja ni mazuri zaidi na yanafurahisha. Yaani msikate tamaa. Yaani
nyie ndo mashabiki zetu, nyie ndo mnatufanya kitu hivi, na tunaigiza kwa ajili yenu na tunaigiza kwa ajili ya jamii. Kwa hiyo msiache kutufuatilia, yani tutakavyorudi turudi wakishinda. Mimi namwamini sana director wangu hapa, yuko vizuri, kwa tukirudi mambo yanakuwa ni bulbul. Jamani, asanteni sana watazamaji wa Mbongo TV Plus. Kama ilivyo ada, kama alivyosema, msitukatie tamaa. Sweet Hustling bado inaendelea, tunaendelea kushuti na haitoki kwa sababu kwenda uchanga na uchache tuliokuwa nao kupeana majukumu. Kwa hiyo tumesimama kwenda kuitoa, lakini tutakaporudi tena ni mfululizo wake, tutakuwa na kituo mpaka tunamaliza. Kwa hiyo kama mlivyotupokea, muendelee na mapenzi hayo na muendelee kutuombea na kututia imani kama tunavyokutana mtaani na kutushauri na kuendelea kutuongeza na kututia nguvu na kutupa hamasa.